Kwa nini pesa? Kwa nini pesa? Ziepuke tamaa za dunia, kuna mengi baadaye utajutia. Kisa pesa. Kwa nini pesa? Kwa nini pesa? Ziepuke tamaa za dunia, kuna mengi baadaye utajutia. Kisa pesa. Vipi kaka, upo? Nipo kaka. Mr. Medi umepotea sana. Ni mihangaiko tu braza. Mimi nipo tu lakini maskani sasa hivi. Ni mihangaiko tu braza, lakini sasa hivi nipo tu nyumbani. Upo? Sawa bwana. Karibu. Asante. Lakini naonaje sasa nikikushauri jambo kwamba ukimtumikia Mungu maana yake utapata thawabu kubwa sana. Unaona? Hata hizo shida unazopitia unaweza kufanya ukazitatua kupitia kumwamini Mungu. Na katika kumwamini Mungu unapata thawabu. Unaonaje? Jambo lako liko sawa. Lakini hata ninavyoishi tu hivi kaka. Yaani jambo tosha kabisa, yaani kama unavyosema kwamba hivi kumtumikia Mungu, hilo jambo liko sawa. Hebu sikia sasa. Unajua katika maisha yetu wanadamu tumeambiwa kufanyaje? Kuabudu. Na katika kuabudu sisi kuna mahali ambapo tunatumaini. Hebu angalia sasa. Unapomtumikia Mungu hakika unafanyika kuwa nuru. Maanake wewe ni kijana na unapomtumikia, ndio maana anasema kwamba nimewaandikia neno hili vijana kwa sababu nina nguvu. Kwa hiyo unapokuwa kijana unamtumikia Mungu unafanikiwa. Ni sawa kaka. Lakini jambo lako nitalifanyia kazi. Ulifanyie kazi sasa. Maisha ni fursa, ujue hivyo. Usijali kakaangu. Usichelee sasa. Maana ukitabika na hii shida ya dunia utahangaika wewe. Usijali. Vipi lakini katika mihangaiko? Kawaida tu, tunaenda tu hivyo. Unajua tena. Maisha ya hapa na pale tu, riziki ndio hivyo. Unajua tena, naelewa. Asante kaka, salimia nyumbani. Haya, poa basi. Haya. Pesa. Tamaa za dunia, kuna mengi baadaye utajutia. Kisa pesa. Tamaa za ulimwengu. Unaonaje maisha ulionao sasa hivi? Maisha sasa bosi ni mazuri mno kuliko hata yale ya mwanzo. Sawa kabisa. Kwa maana hadi sasa hivi kampuni yangu inaendelea vizuri tu. Na kwa sasa muda huu ninaokuambia nimeagiza minga hizo kutoka Japani. Jambo zima. Ndio hivyo bosi. Sema nini? Huyo kijana natakiwa tumchangamkie kwa sababu target yetu kubwa bosi ni kumpata mdogo wake na sio yeye. Kwa hiyo tutamtumia yeye ili tumpate mdogo wake huyo. Kwa kuwa ndio ulisema hivyo. Na sisi tutafanikiwa tu. Ingia mlango kwa wazi. Wajabu. Mpo my friend. Asante sana kioni. Tu. Asante. Mbona umechelewa sana? Ulikoni? Sinajua tu mihangaiko brother. Ukikuwa mwenye mihangaiko hivi nipate chochote. Ndio nimeshia. Samahani lakini sio imesha. Sikia sasa.
Kuhusu yule bosi niliyekwambia siku zile. Ndio wewe hapa. Karibu sana kijana. Asante bosi. Nisikie uko nyumbani. Sawa sawa. Sikia amani sana. Asante sana bosi. Kwa hiyo Rajabu, zingatia kile unachoambiwa. Sawa. Na bosi, sawa. Usije ukazingua. Kwa lengo na mazumuni ya kukutanisha na bosi wangu ili na wewe utoke kwenye umaskini uingie kwenye utajiri. Sawa rafiki yangu. Asante sana rafiki yangu. Na nafurahi sana kuwa na rafiki kama wewe. Wala usiwaze. Haya ni mambo ya kawaida tu. Wewe rafiki yangu, kwa siwezi kukutupa mkono. Sawa? Asante sana. Kijana. Bosi. Naona unapitia maisha magumu sana. Kweli. Ambacho chama chetu ambacho kinasaidia watu. Mbona hapa rafiki yako sasa alipo? Ana maisha mazuri tu. Ile unahangaika. Kwa nini kijana unahangaika? Unajua tu bosi, maisha mtaani huko. Tunapambana hivyo, ndio hivyo hatufanikiwi. Haina shida. Ushafika. Ndio kwa ajili yenu kusaidia watu. Asante sana bosi. Nitafurahi sana kama utanisaidia niibuke maisha ya kimaskini. Kwa hiyo bosi, cha muhimu kilikuwa ni hicho tu. Kwa kama kuna kazi yoyote labda unaweza kuniagiza niende nikaifanye, unaweza ukanituma. Ila kikubwa kilikuwa ni hicho tu, kwa ajili ya kukutanisha na huyo kijana ambaye ni rafiki yangu. Cha muhimu Ndio bosi. nikikutanisha na watu wenzie. Ndio. Uweze kufahamiana. Ndio. Hakuna shida bosi. Kuhusu hilo ondoa shaka. Hujaniangusha kijana wangu. Na nami ya bosi, sijakufelisha. Haina shida. Ngoja kwanza natoke kidogo. Ana nataka nielekee ofisini pale. Haina shida bosi. Unaweza kaenda. Kijana. Nisikopo nyumbani. Sawa. Kila kitu kitaenda sawa. Tashukuru sana bosi wangu. Tashukuru sana. Yun. Ndio bosi. Ngoja mimi niende kwanza ofisini mara moja. Haya bosi. Haina shida. Rajabu. Naam. Huyo ndo bosi wangu. Sawa sawa. Kila kitu kitakaa sawa. Tashukuru sana rafiki yangu. Kikubwa ni kutii tu masharti nitakayokupa. Sawa. Na kingine, ngoja nikupata ya maji. Sawa rafiki yangu. Kwa kuwa umetokea mbali, nimeweza kukusaidia. Kivingine shika basi. Hizi zote za kwangu? Chukua, sio unaogopa. Wewe rafiki yangu na baya kwa nini? Bosi wangu, sawa. Tashukuru sana rafiki yangu. Kikubwa sasa, mimi nitakupigia simu ili uje uungane na wanachama, sawa? Usiwaze, mimi niko tayari. Haya basi. Wewe mimi ngoja nikuache kwanza. Hiyo ina shida. Haya. Nakutakia siku njema. Hapa hapa kwa rafiki yangu. Tamaa za ulimwengu. Kwa nini pesa? Kwa nini pesa? Ziepuke tamaa za dunia. Kuna mengi baadaye utajutia. Kisa pesa. Tamaa za sawa sawa. Vipi, nakuona kama vile una mawazo hivi? Na mimi niko sawa. Uko sawa? Niko sawa kabisa, niko sawa. Sawa sawa. Sasa ndugu yangu, inatakiwa urudi kijijini kwa sababu maisha hapa mjini ni magumu sana. Rudi kijijini tu ndugu yangu. Rudi kijijini tu ndugu yangu. Alafu kama una shida na pesa, nitakuwa nakutumia huko kijijini. Rudi kijijini ndugu yangu. Maisha ya mjini yawezi. Yaani maisha ya mjini ya kwetu tu sisi. Maisha ya mjini tunayaweza sisi, lakini wewe tu vipi? Mbona imekuwa ghafla sana? Ndio hivyo ndugu yangu. Rudi kijijini. Kwa sababu wewe tunaye kutegemea. Rudi kijijini ndugu yangu. Kama tatizo la pesa, simekuwa tukitafuta maisha. Nitakuwa nakutumia mimi. Hela. Hapa unaniambia nirudi kijijini. Wakati nina siku 2 tu ndio nimekuja hapa kutoka kijijini. Leo hii tena unaniambia nirudi kijijini. Maana yake nini bwana mdogo?
rudi kijijini ndugu yangu, kwa sababu maisha ya mjini ni magumu. Swala hapa sio kwamba kunitumia hela. Mimi nimekuja kupambana nipate na mimi jumba kama hili ulilomiliki wewe mdogo wangu. Ila leo hii nashangaa unaniambia nirudi tena kijijini haraka haraka tu kwa siku 2. Rudi kijijini ndugu yangu. Kama tatizo la pesa nitakutumia, kama unahitaji pesa au kama unahitaji labda nikununulie gari nitakununulia, sawa? Au umeniona mdogo wangu ninakula sana? Maana huko kijijini tunasifika kwa kula sana. Amna. Usiwaze mambo kama. Sawa. Lakini mimi ninachokushauri rudi kijijini tu ndugu yangu. Kwa sababu wewe ndo kaka yangu mkubwa naye kutegemea mimi. Maana hilo wazo haliniingia akilini hata kidogo mdogo wangu. Maana nikisema kwamba nirudi kijijini tena sasa hivi na wakati nimekuja kupambana na mimi hapa mjini nipate mali kama bonge la jumba kama hili uliomiliki wewe, ila leo hii tena haraka tu tena ghafla tu unaniambia kwamba kiepesi tu mdogo wangu nirudi kijijini siku 2. Tatizo unakaa kweli hilo? Rudi kijijini kaka, kwa sababu kule kijijini kuna mashamba, kuna maeneo makubwa tu utakuwa unalima kaka yangu, sawa? Rudi kijijini kaka yangu. Usinganganie mjini, maisha ya mjini ni magumu. Maisha ya mjini tunaweza sisi. Usione kwamba mimi nimemiliki jumba kama hili ukadhani kwamba maisha ya mjini ya bizabza tu. Hamna, maisha ya mjini ni magumu sana. Hapana. Hilo swala la kurudi kijijini mdogo wangu, mimi halipo kabisa hilo. Bora tu nikatafuta sehemu nyingine ya kupanga, nikuache uwe huru kabisa. Hilo liweke akilini. Siwezi kurudi kijijini. Tamaa za ulimwengu zisikufanye ukaua wazazi. Mbaya hiyo.